Tumefika hapo. Revelation chapter 2 verse 4. Tuanzie hapo verse 3 ndio upate context. So in the book of Revelation chapter 2, it was the revelation of John yenye alipo by Jesus. He was speaking to the church in Ephesus. Na the church in Ephesus, the name Ephesus ilikuwa ina mean the beloved. Ilikuwa ina mean the beloved. So from verse 3 nasema, and you have preserved and have patience and have labored for my name's sake and have not become weary. Verse 4. So verse 4 inasema, nevertheless I have this against you, that you have left your first love. Tell your neighbor your first love. So very good. So today I want us to speak about love. Niko nataka tuongelea about love. So this church in Ephesus, Yesu aliwaambia, you have done everything well, but you have forgotten your first love. Now that is the message for today. It is about love. It is about love. Kila mtu amekaribishwa. Tell your neighbor you look good, but I look better. Yes, unaji appreciate kidogo. So, before we start, niko nataka kuambia kitu kidogo. For the great commissioning to take place in the world, lazima to show the true character of Jesus Christ. Are we together? So the Great Commission, it is the last word zenye Jesus aligive to his followers. It is in the book of Matthew chapter 20, in the book of Matthew, and the book of John chapter 13. John chapter 13. John chapter 13 tuanzie from verse 34. So Jesus aliwaambia, a new command I give you, that you love one another as I have loved you, that you also love one another. So this was Jesus. This ni kitu alikuwa anaambia the disciples. Akawaambia, a new commandment I give you, that you love one another as I have loved you, and that you also love one another. Hallelujah. So unajua the 10 commandments zinakuwa divided into two. The first zinakuanga to God, the other 5 to us believers. Ndio? So now they are about love. So Jesus summarized the 10 commandments. Na akamwambia, if you fulfill this one commandment about love, you have fulfilled all the law. Are we together? But so napata in this pleasant time that tumefall short in that love. Tumedivert kidogo the first love yenye Yesu alikuwa anataka tutembee nayo, because in the old time kulikuwa na lot of disciples. Kulikuwa na the disciples of the Herod, walikuwa wanaitwa the Herodians. Kulikuwa na the disciples of John the Baptist, na Jesus had his own disciples. Na kulikuwa na the disciples of Moses, the Pharisees. But Jesus in the book of hapo tu enda 35, hiyo John 13:34 and verse 35. Achani wasome kwa hii yangu. John 13 verse 35 NIV inasema acha tuanzie 34 again. A new command I give you, love one another as I have loved you, so you must love one another. 35. By this everyone will know that you are my disciples, if you love one another. So Jesus aliambia the disciples, the only way people watajua you are my disciples is when you love one another. Hallelujah. Yes. So the only way people will know that we are the disciples of Jesus, we are the students of Jesus, it is by loving one another. So hakuna njia nyingine. Jesus hakuambia by speaking in tongues. Jesus hakuambia by prophesying. Aliwaambia by this
people will know that you are my disciples, by loving one another. By loving one another. So, in the book of John, 1 John verse 4. 1 John verse 4. 1 John verse 4, 7 to 12. 1 John chapter 4, 7 to 12. First John chapter 7 verse 4 to 12. 4 verse 7 to 12. Inasema hivi. Dear friends, let us love one another, for love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God. Whoever does not love does not know God, because God is love. This is how God showed us his love among us. He sent his one and only Son into the world that we may live through him. This is love, not that we loved God, but that he loved us, sent his Son as an atoning sacrifice for our sin. Dear friends, 11. Dear friends, since God loved us, we also ought to love one another. No one has ever seen God, but if we love one another, God lives in us and his love in us complete. So, in the book of 1 John akispeak by the wisdom yenye alikuwa amepewa na the Holy Spirit, anasema the only way that you can know you have God in you is when we love one another. You cannot say that you love God then yet unachukia mwenye unaona. Sio ni uongo? Huwezi sema unapenda neighbor yako na yet God mwenye hujawahi ona, usema unapenda neighbor mwenye upendi neighbor mwenye unaona, yet God mwenye hujawahi muona usema unampenda. That is a lie. The book of John inasema first we should love one another, and then when we do that, God's love will be made manifest in us. So, niko nataka twende in the book. So, love has some characteristics, because tumeongelea about love na tumejua that the only way that we can know that we are Jesus disciples is by loving one another. Nataka tuangalie the characteristics of love. Tujue love iko na characteristics gani. In the book of 1 Corinthians chapter 13. Tufike hapo. So 1 Corinthians chapter 13 verse 1. Nataka tusome pamoja. So, thou hast speak with the tongues of men and of angels, but have not love. I have become sounding brass and changing cymbal. So, 2. And though I have the gift of prophecy and understanding all mysteries and all knowledge, and though I have all faith, so that I could remove mountains, but have not love, I am nothing. And the next verse. And though I bestow all goods to feed the poor, and though I give my body to be burnt, but have not love, it profits me nothing. The next verse. Love suffers long. So that is the first characteristic of love. So the first one, kama unaandika, love suffers long. Na another version inasema love is patient. Love is patient. So the second one, so ikisema suffers long, love is patient. Ni for example, unajua ukisema love suffers long ama love is patient, patience atuongelei patience ya kitu mzuri. Sometimes as believers, kuna sometimes mtu atakuprovoke, mtu anaweza kukosea. So this patience inakuja, this love, this characteristic of love yenye inaitwa love suffers more ama love is patience, inaonyeshana na hiyo njia. Ukikosewa the first time, the second time, inafika mahali unasema huyu mtu mahali imefika ni kama tumezoeana. So, but when you read about love, love is patient. Lazima tukue na hiyo patience. If you say you have love, lazima ukue
na patience, ukuwe mvumilivu, unavumilia mwingine. Mtu akikukosea unamvumilia. Mtu akikukosea na njia yenye ifai ama na njia yenye uko unatarajia, you should have that patience. So the second one inasema love is kind. Love is, so in the book of 1 John Biblia imesema that God gave us mtoto wake wa kipekee Jesus Christ. John 3:16 also inasema. So that kindness ndio the same kindness yenye ukisema uko na love unafaa kuwa na hiyo kindness. The kindness that God showed to us, that he gave us his only begotten son. So we should be kind to one another. We should be kind to one another. Hallelujah. So the second one inasema love does not parade. Yangu inasema love does not envy. Love does not envy. Love haina makasiriko. Are we together? So if you say you have love, unafai ukuwe na that characteristics inasema hapo, love does not envy. Are we together? So the last one inasema, in my Bible inasema love is not easily angered. Love is not easily angered. Are we together? Yes. So love is not easily angered. So if you say you have love, na mtu akikukosea tu kidogo, akikufanyia tu kitu kadogo, unambeba kwa moyo wako ni kama amekufanyia. Yes, anaweza kuwa amekukosea, but haufai kumbeba. Tusikue na hiyo kitu ya usikue easily provoked like Jesus. Are we together? So if you say that we have love, we should carry that character of Jesus. Jesus ni ule mtu, na ndio maana wanya alikuwa na teach the sermons on the mountain, alisema that mtu akikugonga hii pande, give him the other cheek. Are we together? So labda iko ina mean labda umturn to the other side akugonge hiyo pande, lakini ilikuwa ina mean mtu akikukosea, ukigongwa kofi hii pande, nini wewe inafanyika? So unasikia uchungu hii pande na alama inatokea hii pande. But Jesus alisema turn the other cheek, turn the other side, the other version of you which come from God. Usimuonyeshe hasira. The same way God tukimkosea ana deciding, anasema I will not show the other side of judgment because these are my children. So turning the other cheek, anatuonyesha love. Are you together? So if we say we have love, tusikue na that, na hii tusikue easily angered. Are we together? Yes. The other one, love does not keep record of wrongs. Love does not keep records of wrong. Are you together? So records of wrong ni nini? First of all, kwa hii safari ya Christianity, na si tu hii safari, kwa hii dunia, hautawahi kosa kukosewa. Kukosewa utakosewa, utaumizwa na wengine watakusengenya, watakusemea venye ifai. But the Bible tells us, if we say that we have love, we should not keep the records of wrong. Are you together? So ukikosewa mara ya kwanza, unasema nimemsamehe, lakini hiyo ni red flag ya kwanza, nimemuona na nimemuona. Mara ya pili anakukosea tena, unasema nimeiweka mahali kwa roho yangu. The third time unasema sama limefika, sioni tukiendelea, si ndio? So that is not love. If you have love, you should not be keeping records of wrong. Tusikue tunaweka hizo vikwazo kwa mioyo yetu. Ati mtu amekukosea, unasema umemsamehe, but deep down in your heart unajua kuna mahali unambeba. Because when we look at God, God anasema when he decides to forgive us, anatusamehe once and for all. Na anasema ana throw that mind in the sea of forgetfulness, haizikumbuka tena. So that is the same thing, the same character. If we say that we have Jesus in us, hatufai ku keep the records of wrong. Hallelujah. Hallelujah. Good. So the last one inasema love does not delight in evil. Love does not delight in evil. Love does not rejoice in evil. Are we together? So this evil ni ile wakati unajua Kristo, kuna ile time unaweza kuja uambie mtu kitu, umwambie hiyo kitu unafanya ni vibaya, ufike mahali useme mimi sitamwambia tena, si nimemwambia mara ya kwanza, kama ako na masikio asikie. So unapata the time that huyo Christian atakuja apatwe na jambo, ama kulingana na ile kitu ulimkataza ikuje impate, unasikia a certain joy in your heart that nilijua tu venye nilimkataza
angefika hapa. So when you say that in your heart, ni kama una rejoice in hivyo, because if you have true love, if you have the true love yenye Jesus aliportray, haufai kukuwa na hiyo moyo ati una rejoice wakati mwingine ametendekewa na kitu juu ulimkataza ama uliona itafanyika hivyo. So unasikia that you have that thing ulikuwa unajua, but haukushow love in the good way. So love does not rejoice in evil. Hallelujah. So as we finish, niko nataka tuangalie some things which are associated with love. So the first one, love is associated with discipline. Love is associated with discipline. If you say you have love, lazima ukuwe na discipline. Discipline towards one another, towards wenye wako juu yako, towards God. Like Joseph wakati alikuwa in the house of Potiphar, na Potiphar akaamua kumfanyia venye alikuwa anataka. Joseph alisema I cannot sin against God. Though Mungu hakukuwa hapo, hakukuwa na the Pharisees. Biblia isemi Holy Ghost alikuwa hapo hiyo wakati. Joseph alikuwa peke yake, but he said kwa roho yake, sitakosea Mungu, because I love God, because I honor God, I cannot do this. Hallelujah. But so napata most of the times when people are not seeing us, when we are behind doors, tunafanya hizi vitu because tunasema sionekani, niko peke yangu, hakuna mtu atajua. But if you claim that you have love in you, lazima you have that discipline. Lazima you have that discipline kila mahali. Hallelujah. So the second one, love is associated with obedience. Love is associated with obedient. In the book of John, Yesu alisema, if you love me, obey my, if you love me, obey my, yes. So that is another virtue of love. Love is associated with obedience. If you claim that you have love, lazima ukuwe na obedience. Ndio maana ukisoma the Gospels, Yesu anasema, I did not come in this world to do my own will, but I came to do the will of my Father. So if you have that love in you, lazima ukuwe na hiyo obedience, because love is obedience. Hallelujah. So ndio tukimalizia, that was the message. Haikuwa refu. Tukimalizia niko nataka kuambia, nowadays unapata the church, many people are fighting the church, and the reason why many people are fighting the church, it is because we are not showing the true character. The true character. We are not displaying the church as izilikuwa hapo kitambo. Na ndio Yesu akiambia the church in Ephesus, anawaambia remember your first love. By the grace of God, nimeweza kumeet some people huko nje wadogo tu, by the grace of God. Na ukiuliza mtu anakuambia zile vitu mimi nimeonea kwa kanisa, hapana. Na unapata see their fault. Makosa ni yetu kanisa, because we are not showing the true love yenye ilikuwa in the beginning, the true love yenye Yesu alidemand tufanye. Ndio maana the people huko nje wanasengenya kanisa, wanaiongelelea na sasa mimi hata ili nikae nyumbani niombe Mungu wangu venye namjua, because the church, we are not returning to our first love, the love that Jesus alikuwa anataka tutembee nayo. Love one another. Aliwaambia the only way people watajua you are my disciples, it is by loving one another. So tukimalizia, niko nataka kuambia some few things zenye zinakujanga wakati watu wako na upendo, wakati watu wako na unity. Wakati tuko na unity, there are some few things zenye zinakujanga. Some of them ni kama blessings, baraka. Tukienda in the book of Acts chapter 4, in the book of Acts chapter 4 verse 32 to 35. Tusome verse 32 to 35. Inasema all the believers were one in heart and mind. So walikuwa in one heart and in one mind. Walikuwa na that unity. Inaendelea inasema no one claimed that any of their possession was their own, but they shared everything they had. Continue. With great power the apostles continued to testify to the resurrection of Lord Jesus, and God's grace was so powerfully at work in them. Another version inasema and God, nikisoma yangu inasema and God's blessing, NIV. Kama mko na NIV version mnaweza tuangalilia hapo.
NIV, Book of Acts chapter 4 verse 13. NIV inasema, with great power the apostles continued to testify to the resurrection of the Lord Jesus, and God's grace. NIV. Is there another version? KJV. So I think my version yenye nilikuwa nimesoma, I think nilikuwa natumia another version. I think Ngudisi ilikuwa nasema, and God's blessings zilikuwa richly on them. The same grace yenye inaongelelewa hapa is God's blessing. So whenever we love one another, whenever we have that unity, God wanna command blessings. The same way Jesus before God aliwaambia, go in Jerusalem, tarry there, and then mugathe, have that unity. And after that they prayed together, and God's blessings ikakuja, na the Holy Spirit akakuwa showed upon the people. Hallelujah. Yes, so whenever we have love, whenever we have that unity, tukukuwa in the same heart, the same mind, God's blessings zinakuwa manifest in our lives. Tukimalizia, niko nataka twende in the book of Romans chapter 13 verse 8. Romans chapter 13 verse 8. Romans chapter 13 verse 8. So inasema, usikue na kitu, no one anything, expect to love one another, for he who loves another has fulfilled the law. So Paul talking through the Holy Spirit anasema, usikue na deni ya mwingine, usikue na deni ya, but make sure, sitasema deni ni mbaya, deni ni mzuri. Mama John alituambia anapenda madeni, si ndio? So Biblia inasema, no one, but Biblia inasema make sure, no one anything, expect to love. So ile deni unafai kuwa nao kwa kila mtu ni deni ya upendo. Deni ya upendo. Ambia neighbor yako deni ya upendo. So ambia neighbor wako, hii mwaka sina deni yako, lakini niko na deni yako ya upendo. So that what the Bible inatuambia. No one anything, lakini deni ya upendo. Na tunaongelea upendo wa Mungu huko nyuma, si ndio? So no one anything, expect the depth of love. And when we walk in love, the commission yenye Yesu alipeana in the book of Matthew. Twende in the book of Matthew, hapo mwisho kabisa. The book of Matthew. Mwisho, the last verse. They are the last words. The last words that Jesus alipeana with authority, a command. For the great commission to be seen in the world, we must reveal Christ, the true character of Jesus Christ. So in the book of Matthew chapter 28, anasema verse, tuanzie hapo 16. Tuanzie 16 ndio tupate vizuri. Inasema, then the 11 disciples went away into Galilee, to the mountain which Jesus had appointed for them. The next verse, when they saw him, they worshipped him, but some doubted. And Jesus came and spoke to them, saying, all authority has been given to me in heaven and on earth. The next verse, go therefore and make disciples of all nations. So these are the last words that Yesu alicommissioned to his church, to his followers. Go therefore and make disciples of all the nation, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. The next verse, teaching them to observe all things that I have commanded you. And lo, I am with you always, even to the end of age. Hallelujah. So for the great commissioning to take place in the world, for the true version of the church to be seen, we must walk in love. For some blessings ndio Mungu aziachilie as believers. Hatufai kuwa tunapigana brothers and sisters. Ati kwa kanisa kuna mtu mwingine azisalimia mwingine.
Ama ukiona mwingine ameinuliwa kukushinda, unasikia something in your heart. That is not love. For God to bless us, we must walk with love. We must have that unity. We must have that unity. We must carry the true character of Jesus. Hallelujah. So lazima tutembee kwa upendo, na lazima to reveal Jesus in the light way. So the last word nitawarudia tu tena. Remember your old love. Church, remember your old love. Amen. Tumpigie makofi vizuri. Iza mwenzako ameshika nini? Amos, give me one characteristic of love. Tumefunzwa about love. Acha tuone watu walikuwa church. Give me one characteristic of love. Mama Mwangi, give me one characteristic of love. Oh, so umeshika. Leo ni Sunday ya youth, vile tu tumeambia. Unajua tulikuwa tunafikiri tutaenda baptism, vile tu tulikuwa tumepanga service itaisha saa 7. Hivyo tu ndio itaisha. So tunawapeleka by 1 tutakuwa tukienda uma, tutawaeka, si ndio? Wageni. Hebu angalia mwenzako uonekane mgeni. Kama ni mgeni umwambie akuje, atusalimie. Kama mtu ni mgeni ama pia alikuwa wetu akaenda akarudi. Sasa ni time ya wageni. Alafu pia mimi leo nafanya kama baba Julie. Nilimwambia si anatufanyanga hivyo. Hata mimi leo lazima nimfanye hivyo. Haya wageni. Praise the Lord. Praise the Lord again. Majina anaitwa Bravin. Nimeamua kushirikiana naye. Majina anaitwa Bravin. Bravin Ragira. Ndiye amesema anaitwa? Karibu. Tunapenda wageni. Sasa hakuna mgeni mwingine. Sasa uoga imeisha. Fast uoga ilikuwa inanishika. Sasa nimeacha kutetemeka. Kuna kitu Mama John alisema. Alisema this year atapea watu chance. I mean watu wengi watakuwa wakikuja kusimama hapa, yani si dad, yani watu tu wenye wanasimamanga hapa. Majana alisema hii mwaka watakaa chini watu waangalie. So ambia mwenzako be ready to see me this year. Mara mingi. Haya mtu ako na testimony. Tuko na time ni mingi. Tuko na testimony. Tuko new year. So nani ako na testimony? Bas. Ukishapewa authority naitumia vizuri, si ndio? Sasa tunaanza wapi? Wacha wakae. Baba Julie, unajua Baba Julie anaitanga mtu hadi sometimes hauko prepared. Yaani unajaribu kujificha hivi asikuone, lakini tu anakuambia kuja. Baba Julie kuja. Nikwambia nitakuita. Deacon. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Nadhani hakuna ameinama, si ndio? Sinaona vizuri. Bwana asifiwe. Siwache niimbe wimbo iko hapa tu tafadhali tu.
Bwana asifiwe. Tumehubiriwa about what? Bwana asifiwe. Hiyo mwaka ingine kuna mtu ulikuwa umebeba, umemwachilia. Kunaye? Unaka una mtu ulikuwa nini? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Si mimi naongoza, mimi tu niimbe nifanye nini? Niangalie sasa. Bwana asifiwe. Kwa majina yangu naitwa Nashon Mwangi, na zaidi ya yote Yesu ni Bwana. Amenihifadhi, ninamshukuru. Kwa umbali amenitoa na umbali amenilete, namshukuru Mwokozi. Maana isipokuwa ni wewe, ni yeye, sijui ningeliwaje. Mbali tu kwa neema yake amenihifadhi Mwokozi. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Najua naweza endelea sione kama ni mimi naongoza. Wacha niimbe. Simame tupiga tu makofi ataka ujue. Siodi nini wakuja wadansi hapa kidogo. Amos, kuja hapa mdansi. Amos Rudhu. Pasa Morejo. Dakika moja wakuja hapa. Rudhu wako wapi? Wakuje tu. Wacha wadansi. Vile walikuwa wamekuja hapa wadansi, wanajua magereweko. Na wewe. Sasa weka tuimbe. Makofi.
Tumpigie makofi. Makofi, makofi. Ngoshwa tunawapea nyinyi wote. Dakika 2. Acha ni choose. Nikiwaita wote itakuwa service inakaa iko nini? Yes, Mama Blessing kuja tusalimie. Mama Blessu. Akuja tusalimie. Tumpigia makofi akikuja. Praise God. Habari zenyu. Mpaka nashangaa nitasema aje. Nimesikia tutakuwa tunasimama hapa. Nimeokoka, Yesu ni Bwana. Naitwa Joyce ama Mama Blessing. Mungu awabariki. Tumpigia makofi. Msijifiche. Msiiname mniangalie. Unajua the more usiponiangalia ndio nitakuita, si ndio? Nancy, anaitangwa Nancy. Ule. Wewe. Nitangwa Nancy. Kama unaitangwa nani? Na changanyikiwa jina yako. Gladys. Kuja. Gladys anapenda kuimba. Hey, Gladys tunakungoja. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Gladys, si Nancy, ama Mama Edison, ama Mama Keith, na nimeokoka. Barikiweni sana. Amen, amen. Tumpigie makofi. Sasa ndio notice na ninaendelesha tu service na si kusema jina yangu. Ama nafikiria nyinyi wote mnanijua. Kwa wageni ama wenyeji, naitwa Cynthia ama Magere ama Kadot. Yenye unasikia vizuri unaniita, yote ni yangu. Unasikianga vizuri nikiitwa Kadot. Only I and Dad and Mom can tell where the name come from. Yes, haya tuendelee. Tukipeana matangazo, youth wajitayarishe, pia wako na presentation. Baba Shiru, karibu. Bwana Yesu asifiwe. Happy New Year. Kwa niaba ya mchungaji wetu, Mchungaji John Kimani, nawakaribisha kwa ibada ya leo ambayo ndio ya kwanza mwaka huu. Wala tulikuwa hapa Sunday 28th. Hiyo ilikuwa ya kufunga mwaka. Hii ndio ya kuanza mwaka. Kwa hivyo last year imekuwa mwaka mzuri. Tulifanya mengi. Ni mwaka ambao tulikuwa na travels ambazo zilikuwa very successful. Hiyo mwaka bado tukawa na ordination ambayo nayo ilikuwa ya kufana sana. Wachungaji wakaingizwa kazini, deacons wakamwagiliwa mafuta, wakawa commissioned wafanye kazi. Na hiyo mwaka tu bado tukafungua branch yetu ya Mutaria. Kwa hivyo ni mwaka ambao tunaweza kujivunia mengi. Na tunapoingia mwaka huu mwaka nao chairman alikuwa amendokezea ya kwamba ni mwaka ambao mambo mengi tutashelf mambo mengi, na ni mwaka ambao tumejipanga vizuri ili kupanua kanisa hili. Limekuwa ndogo, lakini mtu haone likiwa ndogo. Huwa tunaona likiwa ndogo wakati tuko na wageni. Wakati wa ordination watu walifinyana,
vibaya sana. Hata wale ambao walikuwa tumealika, wengine ambao walikuwa wamealikwa wakuje, walikaa nje. Kwa hivyo chairman akanidokezea ya kwamba mwaka huu atajikaza kisabuni, nasemekana kisabuni, ili tuweze kufanya nini? Tuweze kulipanua, na tutakapofanya mambo yetu mwaka huu, tutamfanyia mambo hayo kwa kanisa ambalo litakuwa limefanya nini? Limepanuka. Kwa hivyo zoezi la kufunga na maombi ambalo lilikuwa litimilike 31st of December liliendelea na likatimika pale 31st of December, na hiyo siku tu ndio bado tulikuwa hapa na mkesha wa kanisa wa mwaka huo hapa kanisani. Kwa hivyo sasa tukiongozwa na pastor wetu, nafikiri tutarejelea maombi ambayo tulikuwa tunayafanya Monday to Wednesday, alafu Friday hapa kanisani Bible study, lakini tutaongozwa zaidi na mchungaji wetu atuelezee vile tutaanza mwaka huu na vile tutaendelea. Lakini tu bado tuna mambo mengi ya kuombea tutakapoanza kesho Monday to Wednesday. Tuombee watoto wetu wakirudi shule, sababu shule masomo imekuwa na matatizo mengi, na wanaporudi bado kuna mshike pande na pande ile. Tuombee serikali iweze kuongoza zoezi lile la masomo yaweze kuendelea vizuri, na bado tuombee serikali yetu mambo ambayo yanatendeka, tukitarajia kwamba mwaka huu utakuwa mwaka mzuri, watuongoze vizuri. Tukojee uchaguzi ambao hauko mbali, sasa ni 2027. Kuna hilo jambo ya kwamba Musalia Mudavadi ma-DVD alisema ni kama hakutakuwa na nini, na hiyo jambo limeleta mambo mengi, limeongelewa sana. Kwa hivyo tukojee uchaguzi 2027, tulete viongozi wengine ambao Mungu atakuwa amewateua. Kwa hivyo tuombee mambo haya yote, na tunajua Mungu ataturehemu. Teens and Sunday School discipleship training itaendelea na itarejelea tarehe 10, ni Saturday ambayo tunaingia. Mpeane watoto wenu wakuje ili waweze kufunzwa mafunzo hayo mazuri kuhusu vile wachungaji ama discipleship inatakiwa iwe. Kulikuwa tuwe na mkutano wa wazazi Sunday ijayo ya 11th, lakini imehairishwa mpaka February wiki ya pili. Kwa hivyo tungekuwa nayo Sunday ambayo tunaingia, lakini imehairishwa na patron wa hiyo jambo, patron wa Sunday School amehairisha mpaka second week of February. Wazee watakutana baada ya ibada. Kuna apology. Mama Ravin hayuko na sisi leo, na chair lady Mrs. Duo Mama Caleb naye pia alikuwa ametumana, hayuko na sisi siku ya leo, lakini tuko pamoja. Water baptism ilikuwa iwe leo, lakini kumekuwa na shida kidogo, imehairishwa bado, na itapangwa vizuri na mchungaji wetu ili tujue ni lini zoezi hilo litakapofanyika. Kwa hivyo wale ambao wamewahi kuwa wamejiandikisha wajiandikishe na mchungaji, na kuna wale walikuwa wamejitayarisha vizuri waanze kuwa kwa lile zoezi, lakini waendelee tu kidogo, wakoje, litapangwa vizuri ili liweze kufanyika. Matangazo yetu ni hayo, nikiwatakia wiki njema ambayo tunaingia kesho. Asanteni sana.
Tumpigie makofi. Uzuri wa kukaa na baba Julia anakuguide. Ameniambia ati testimony kuna watu nimenyima chance. Baba Caleb, karibu. Kama uko na testimony bado tunaendelea. Bwana asifiwe. Habari zenu? Kwa salama? Siusalimie jirani. Umesalimika? Nani ajui jina ya jirani? Inua mkono. Kama unajua nitakuuliza tu. Uzuri nimeambiwa kuna time. Nikiongea wale wote wako high school. High school kama uko si high school, kama uko junior secondary, senior secondary na hii ingine ya 844 kuja hapa mbele. Student wote. Student wote. Kama uko junior. Gatimo, wewe uko? John. Nimesema junior secondary, SSS, JSS, SSS na 844. Aya, amekwambia jina. Wengine wali transition kwa youth. Mbona mkuvaa old school ama ilikuwa ya Sam? Aya, nataka mtusalimie. Alafu tuambie kitu moja unaenda nayo shule. Kitu moja na usiniambie kitabu ama kakiureta. Sitaki hizo. Nataka uniambie kitu moja unaenda nayo shule kubadilisha yenye unapata. Hii ndiye mtatoa ushuhuda wangu. Tuanze upande gani? Who? Praise God. Praise God again. So kwa majina naitwa Blessing Gitau. I'm saved na kitu yenye nena shule nayo ni ati nimejifunza that love is patience na si kila time ukikosewa na mtu hata ukiwa shule unafaa ku like react. Just keep your patience. Amen. Thank you. Praise God. I'm Cynthia Wanjiko, nimeokoka na kitu yenye naenda nayo shule ni Mungu na discipline. Sorry? Mungu na discipline. Praise God. Naitwa Margaret Njeri na nimeokoka. Mimi naenda nayo ni love. Nisikuwe na envy as in nipende. Hata kama mtu ananikosea, niibiwe blau. Nimpende tu. Na ninaenda form 4. Na mniombe. Umeambiwa usome, tutakuombea lakini usome. Praise Lord. Praise Lord again. Praise Lord. Amen. Hawasikii, wanasema hawasikii. Love is patient. Asante. Na muniombe next this year niko naingia form 4. Na usome. Tasoma nabii. Saseni. Mimi naitwa Deno na kenye nena nayo shule ni love your neighbor as you love yourself. Yaani usikasirikiane na neighbor wako. Kwanza tunapenda kukasirikiana tu bure. Sasa kenye nimefundishwa hii holiday ni love your neighbor. Saseni tena.
Naitwa Njeri na nimeokoka. Praise God. Mimi naitwa Eric na nimeokoka, na kitu narudi nayo shule ni how to manage anger na kuwa na self control. Praise God. Praise God again. Kwa majina naitwa Gatibu na nimeokoka. Mimi kitu narudi nayo shule ni discipline ya juu. Praise God. Praise God again. Mimi kwa majina naitwa Sam, nimeokoka. Mimi Milan. Nimelan tu kuwa patient. Hadi ukitisha God unataka unafaa kuwa patient. Praise God. Praise God again. Naitwa John na nimeokoka. Na kienda nayo shule, love your neighbors, love yourself na control anger. Sogeni mbele ya muonekane. Praise God. Praise God again. Kwa majina naitwa Patience na nimeokoka, na kitu naenda nayo shuleni. Sharing is caring. Praise God. Praise God again. Kwa majina naitwa Faith Wanjiko na naenda shule na discipline. Praise God. Praise God again. My name is Vanessa na kitu naenda nayo shule. Niliambiwa unasikiza mwalimu kitu anakufundisha. Praise God. My name is James na kitu yenye naenda nayo shule hakuna mtu akikukasirisha usishinde ukimbeba. Praise God. God again. Kitu naitwa Densil na nimeokoka. Kitu naenda naye shuleni, we should have faith in God. Praise God. Praise God again, church. Happy New Year. Kwa majina naitwa Joseph Kamau, nimeokoka, Yesu ni Bwana. Na according to me, kitu naenda nayo shuleni, hard work na knowing that I'm the first and not the last, I'm the head and not the tail. Na mniombe. Praise God. Praise God. The class rules. Praise God. Praise Denu God again. amesema hawajasikia. Denu hawajasikia. Denu urudie. Praise God. Praise God again. Naitwa Dennis. Kitu nitarudi nayo shule, obeying the class rules. Praise God. Praise God again. Kentena nayo naitwa Jackie. Na kentena nayo shule ni discipline. Discipline. Thank you. Isipokuwa wale transition kwa youth wanaweza keti au wengine ni baki nao. So wenye wali transition kwa youth wanaweza baki. Haya nyinyi wengine pageni line hapa. Kwani Breso ukubali uli transition? Wewe ni youth. Wewe ni youth. Pageni line. So kwa saa hii I think hawa ndio wale tuko nao kwa junior youth. After maybe 3 to 4 years watakuwa kitransition kwa youth. Nilitumia wazazi wao message, most of them, na nikawaambia kila mtoto achague kwa church mwenye angetaka akuwe akimuongoza like a mentor
Bwana asifiwe. So hatujamaliza bado, tuko on the process. Kuna wenye wamewacha. Wewe umechaguliwa, hebu sema mimi nimechaguliwa. Wewe umeketi, sema mimi nimechaguliwa. Mimi nimechaguliwa, si ndio? So utakuwa approached na pastor, usituagushe, sawa sawa. So wewe ndio utakuwa mzazi wake. Tukiulizwa mzazi, kama wewe ndio umechaguliwa, ndio utakuwa mzazi wake. So pastor akitaka kujua kitu kuhusu huyo mtoto, hata uliza mwalimu wake, na hata niuliza, hata kuuliza wewe, kwa sababu wewe ndio utakuwa mzazi wake. I hope wazazi mlidiscuss na mtoto. From then I had over kwa pastor, then pastor atakuwa na meeting na mentor na mentee, alafu kutoka hapo tunaanza. Alafu tutakuwa na mafunzo kwa ajili, ndio tujafanya mentorship, si ndio? Mentorship tikogotha yuko moga goto si ndio? Kuna hiyo, kuna collection, kuna guidance na hizo vitu tutaangalia, sawa sawa. So asanteni wazazi, na washukuru pia nyinyi mentee kwa sababu ya kutii. Mungu awabariki. Msiende, wale wote wanarudi shule mtaobewa na pastor, na hiyo ndio ushuhuda yangu. Mungu awabariki. Ketini. Tumpigia makofi, si ndio? Tunaenda vizuri, si ndio? Nani asikia amefungiwa? Na bibi alikuwa anataka kuja kusalimia kanisa. Nani anafeel nimemfungia before nirudi side? Kuna mtu amefungia? Sawa, mama, uje tusalimie. Alafu youth mjiprepare, kama unajua umevaa kama mimi, tupatane huko nje. Bwana asifiwe. Naitwa Wagishogo Kimani na nimeokoka. Yesu Kristo ni Bwana, niko na amani ya Yesu ndani yangu. Bwana asifiwe sana. Nawatakia mwaka mwema wenye mafanikio. May the Lord be with you and may the Lord bless you. May he establish the desires of your hearts. Have a good week, have a good month, have a good year. I wish you well. God bless you. Piga makofi. Mama John, uje tusalimie. Alafu Deaconess Mary, uje tusalimie pia. Muriega. Habari zenu. Happy New Year. Mko sawa eh? Hata mimi niko sawa, nashukuru Mungu kwa ubali huu. Praise the Lord. Nilikuwa nikifikiria about 2025, now tuko 2026. When we are talking about 2030, si iko bali? 2030 iko bali sana, si ndio? Abia mtu haiko mbali. Iko tu hapa. 2020, tukisema 2025 ulikuwa unaona ni miaka ngapi? Ndio hiyo imeisha. Sasa tunaongea 20, iko tu hapa karibu. Praise the Lord. Nalikuwa nauliza, Yesu, kwani ulikuwa unakuja mwaka gani? Ajibu, bado tunamgoja. Wewe umuulizangi hivyo, kwani unarudi lini? Bado tunamgoja. Praise the Lord. Kwa huu mwaka, be strong. Kana Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Mwaka ukiisha umeisha. Sawa sawa. Sasa ni huu, na huu ni mwaka wetu. Si ndio hiyo? Bwana wabariki sana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Happy New Year. Na mimi niko salama. Nashukuru Mungu kwa ubali huu. Hakika ametutendea. Mimi na jamii yangu tumemuona akiwa pande yetu.
Ni kwa sababu kama sio yeye hatujui tungelikuwa wapi. Amen. Nampenda sana. Barikiweni. Lakini bagwe, unajua baba Mwangi anasemanga, hey, kila saa nyinyi mna appreciate mother sana kuliko men. Karibu sana chairman, utusalimie. Bwana asifiwe. Happy New Year. Unajua sijasikia wengine waliokuwa wametutangulia wako wanakumbuka tuko mwaka mpya. Bwana asifiwe. Tuko mwaka mpya bado, tuko day 4 na tunaambia Mungu asante. Bwana asifiwe. Na nimefurahia kuwaona, na langu ni hili ya kwamba kama vile ambavyo tumefundishwa, mahali palipo na upendo pana baraka. Bwana asifiwe. Ninaamini ya kwamba tukizidi na kupendana tutabarikiwa zaidi na mambo yatafanyika kwa urahisi kwa utukufu wa Mungu Baba. Barikiweni sana. Amen. Tumpikie makofi. Sasa ni wakati wa sadaka. Tukitoa sadaka, youth iko na presentation. Nafikiri wananisikia. Sasa ni time ya sadaka. Youth tuingie. Nafikiri walikuwa wamepeana song yao. Yes, tukileta sadaka, youth watakuwa akipresent song yenye wako nayo. Tulete sadaka. Kujeni. Ni time ya sadaka. Wengine tuletange sadaka. Ikeno getare kyono kumareria thio mbirwo nyimbo ikoira gatabura ikeidwo nene mesiothe Jesu akira kadira onyosio wake ama mutunga muhiki farafana siada havu sikaihora kenwa deru kegoso gekoirata pura gekenone mesiode aderu merongo meige akego shapoda maki so kona gehubo uojero gatakara jagarare tamerori ariowa
uge moyo kameta tajata iriane. Hiyo simu inatusumbua. Praise God. Praise God again. Si ndio youth wa Kingdom Covenant na tumefurahia Mungu ametuweka na akatuleta 2026 and you're going to praise God. You're going to praise God. Ukisikia kuamka unaweza amka utujoin, ukisikia kukaa chini wewe tukaa hapo chini tukipraise God. Awamke. Nimeambiwa muamke to praise God. Just stand up. With all honor, let's stand up. Kuna mtu bado hajasimama. Huyo ndio nangojea. Jackie bado. Bwana wangu nitakuimbia. Bwana wangu nitakuimbia. Wakati ningali na pumuzi nitakuimbia. Wakati ningali na pumuzi nitakuimbia. Bwana wangu nitakuimbia. Bwana wangu nitakuimbia. Wakati ningali na pumuzi nitakuimbia. Wakati ningali na pumuzi nitakuimbia. Mfalme wangu nitakuimbia. Mwokozi wangu nitakuimbia. Wakati ningali na pumuzi nitakuimbia. Wakati ningali na pumuzi nitakuimbia. Bwana wangu nitakuimbia. Bwana wangu nitakuimbia. Wakati ningali na pumuzi nitakuimbia. Wakati ningali na pumuzi nitakuimbia. Mfalme wangu nitakuimbia. Mwokozi wangu nitakuimbia. Wakati ningali na pumuzi nitakuimbia. Wakati ningali na pumuzi nitakuimbia. Bwana wangu nitakuimbia. Bwana wangu nitakuimbia. Wakati ningali na pumuzi nitakuimbia. Wakati ningali na pumuzi nitakuimbia. Nikuimbie je, nikuchezee je. Wakati ningali na pumuzi nitakuimbia. Bwana wangu nitakuimbia. Bwana wangu nitakuimbia. Wakati ningali na pumuzi nitakuimbia. Wakati ningali na pumuzi nitakuimbia. Nikuimbie je, nikuchezee je. Wakati ningali na pumuzi nitakuimbia. Bwana wangu nitakuimbia. Bwana wangu nitakuimbia. Wakati ningali na pumuzi nitakuimbia. Wakati ningali na pumuzi nitakuimbia. Bwana nikuimbie je, nikuchezee je. Wakati ningali na pumuzi nitakuimbia. Bwana wangu nitakuimbia. Bwana wangu nitakuimbia. Wakati ningali na pumuzi nitakuimbia. Wakati ningali na pumuzi nitakuimbia. Nikuchezee je, nikuimbie je. Wakati ningali na pumuzi nitakuimbia. Bwana wangu nitakuimbia. Bwana wangu nitakuimbia. Wakati ningali na pumuzi nitakuimbia. Wakati ningali na pumuzi nitakuimbia. Nikuimbie je,
umenionyesha mapenzi, pokea sifa. Umenibariki Baba, pokea sifa. Umenitendea mengi, pokea sifa. Umenibariki Baba, 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 pokea sifa. Umenitendea mengi, pokea sifa. Umenibariki Baba, pokea sifa. Umenipa baraka, pokea sifa. Umenibariki Baba, pokea sifa. Umenipa na nguvu, pokea sifa. Umenibariki Baba, pokea sifa. Pokea sifa, pokea sifa. Oh, wewe ni mwema, pokea sifa. Pokea sifa, pokea sifa. Oh, unastahili, pokea sifa. Mamlaka yote, pokea sifa. Pokea sifa, pokea sifa. Pokea sifa, pokea sifa. Pokea sifa, pokea sifa. Umenibariki Baba, pokea sifa. Umenibariki Baba, pokea sifa. Umenibariki Baba, pokea sifa. Umenibariki Baba, pokea sifa. Umenitendea mengi, pokea sifa. Umenibariki Baba, pokea sifa. Oh, pokea sifa, pokea sifa. Kweli wewe ni mwema, oh, umetenda ya ajabu, pokea sifa. Oh, pokea sifa, pokea sifa. Oh, pokea sifa, pokea sifa. Bwana, pokea sifa, pokea sifa. Oh, Baba, 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 pokea sifa. 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 Kwa mengi uliyotenda, pokea sifa. Baba, 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 pokea sifa. Kwa mengi nimeyapata, Baba, pokea sifa. Baba, 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 pokea sifa. Ni wewe umenipa nguvu, Bwana, pokea sifa. Baba, 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 pokea sifa. Ndio maana naimba, Baba, pokea sifa. Baba, 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 pokea sifa. Baba, 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 pokea sifa. Baba, 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 pokea sifa. 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 Baba, wewe ni mwema, twasema pokea sifa. Kwa mengi unayotenda, Baba, pokea sifa. Baba, pokea sifa. Pokea sifa. Pokea sifa. Pokea sifa. Eba
juu, kwenda chini, kwenda mbele, kwenda nyuma, upande kwa mataifa yote, upande kwa mataifa yote. Oh, ushindi wa Mungu wetu ni wa ushindi wa Mungu wetu ni wa ushindi wa Mungu wetu ni wa aweza kwenda juu, kwenda chini, kwenda mbele, kwenda nyuma, upande kwa mataifa yote, upande kwa mataifa yote. upendo wa Mungu wetu ni wa upendo wa Baba yetu ni wa aweza kwenda juu, kwenda chini, kwenda mbele, kwenda nyuma, upande kwa mataifa yote, upande kwa mataifa yote. kuna furaha Haleluya, kuna furaha ya ajabu. Haleluya, kuna furaha haleluya, kuna furaha ya ajabu. Haleluya, haleluya kuna furaha ya ajabu. Haleluya, ya Baba kwa wana haleluya, kuna furaha ya ajabu. kuna ushindi Haleluya, kuna ushindi wa ajabu. Haleluya, kuna ushindi haleluya, kuna ushindi wa ajabu. Haleluya, wa Yesu msalabani haleluya, kuna ushindi wa ajabu. Haleluya, wa Yesu msalabani haleluya, kuna ushindi wa ajabu. Haleluya, kuna upendo haleluya, kuna upendo wa ajabu. Haleluya, kuna upendo haleluya, kuna upendo wa ajabu. Haleluya, wa Baba kwa wana haleluya, kuna upendo wa ajabu. Haleluya, wa Baba kwa wana wake haleluya, kuna upendo wa ajabu. Haleluya, kuna upendo haleluya, kuna upendo wa ajabu. Haleluya, kuna upendo haleluya, kuna upendo wa ajabu. Haleluya, upendo haleluya, kuna upendo wa ajabu. Haleluya, haleluya, kuna upendo wa ajabu. Haleluya, we mwegana ne wagereire nagotire oge uhana tawe ewekete we mwega Jesu nagotire oge uhana tawe we mwegana ne wagereire nagotire oge uhana tawe ewekete we mwega utekete kendo vyako utekete wekinya wako we mwega we mwega uwe mwega tire oge hana tawe ewekete we mwega Jesu otire oge tawe ewekete wega Praise God again. Mmebambika. I hope hakuna mtu ameboeka. Hatujawabosi ndio. Tufanyaje? Tupoe mingi mingi.
tupewe service mingi mingi mwaka, si ndio? Tupewe mingi mingi. Sasa nataka kila mtu afanye introduction akiwaambianga majina yenu wakikaanga chini, si ndio? Tuanze huko. Bwana asifiwe. Maureen ni jina yangu. Praise God. Praise God again. My name is Ruth Modhoni, nimeokoka. Yeah. Praise Lord. Praise Lord again. Kwa majina naitwa. Praise God. Praise God again. Majina naitwa Nje. Praise God. Ayampigi makofi. Praise God. Praise God. Kwa majina ni Magi na nimeokoka. Happy New Year. Hii mwaka tusema ni furaha. 2026 usikasirike, usikubali jirani akasirishe. Ambia jirani yako usinikasirishe. Yeah, this year is year of happiness. Kwa majina ni Lucy, mbarikiwe. Hata iwe Yesu. Nasema amen. Ni Bwana asifiwe. Hata iwe Yesu. Hata iwe Yesu ingi. Amen. Kwa masie twani itawasio mbua wa maweo. Na nimeokoka na mpenda Yesu. Imeishia hapo. Kwa masie to. Si nimemalizia. Ni mutange, yani Yesu. Mimi ndio cheerleader wao. Moriega. Nitagwa Wajikosi. One. Shikamo. Musalama. Najua joto jingi lakini msijali, Januari. Mimi naitwa Brian Asha na mimi ndio mwanafunzi wenu leo. Nashukuru sana, huu mwaka umetuanzia vema. Na hii ilikuwa service yetu na tumeshukuru mmekuja na muwe na mwaka wa kufana. Amen. Praise God. Mimi naitwa Shiro na nimeokoka, nashukuru kwa hapa. Praise God. Praise God again. Kwa wale wanijui naitwa Jacob Mwangi, lakini naitwa Mwas, ndio nitikanga. Na I hope mko poa and have a blessed Sunday. Mbarikiwe. Moriega. Moriega ndo anyumba. Kwa maretwa jitagwa Amos Mwangi na nampenda Yesu. Hapo imekuama. Najifunza Kikuyu kiasi. Na mbarikiwe. I think tuko na youth wengine wenye wako huku. Service providers. We have Tony. Praise God. Praise God again. Naitwa Kimani Anthony. Sura mimi nakaa different. Walinipea cheo. Ukisoma hapa vizuri, Minister of Enjoyment. Mimi ndio secretary wao. Amen. Praise God. Praise God again. Nilikuwa nishawaambia majina, mimi nilikuwa pale kwa media. Tuko na Brayo. Praise God. Mimi ndio Brian. Tuko na pia Morris. I think kama wewe ni youth it's better ukisimama. Niache kuwatafuta sana. Mkuje tu msalimiane. Kuna Purity pale.
Haleluya. Mimi ndio Morris. Leo nilinaswa kiasi, nimesema nipumzike. Nimeokoka, nampenda Yesu. Praise God. Praise God once again. Mimi naitwa Eric na nimeokoka. Sawa. Sidhani kuna mtu mwingine. Caleb yuko. Sawa. Hao ndio wenye tuko. Na dada tunaombeanga wenye wanaenda shule lakini uombeangi wa campus. Ama campus si shule. Campus si shule. Unasemanga wenye wanarudi high school huko kote, usemangi campus. Unasemanga high school na wengine. Sawa. Before tuite dada tuombe. Wazazi niko na request. Kuna watu walitoka shule juzi na wamejoin youth. Tafadhali. Tunaenda retreat. Na si wote wako kazi. Some of them bado wanategemea mama yao. Akikuomba tu hiyo 100, mpatia nitumie. Mimi ndio treasurer wao. Akikuomba tu hiyo juu hawako kazi na sasa hatuwezi enda retreat peke yetu juu hawako kazi. So mzazi watoto wakikwambia tu nipe unampatia na nitumia mpaka ifike 1500. Tunaenda retreat date 21 hii month. Na kuna nyingine nataka ku request. Kuna youth tu wako huku. Please, we to join tu. Akina Purity, pia brother yako, simjui jina. To join tu. Otherwise the things, ile plan tuko na hii kalenda ya 2026 vile iko. Usihate activities zote zenye tuko nazo. So our Ruth, Mama John. Tunaenda na 1500. Sasa nile unawaambia watoe pesa kidogo kidogo mpaka ifike. Unajua mimi ndio mentor wake. So Ruth nakuongelelea. Akikuomba ruhusa unampatia ya kukuja huku. Ruth anasemanga, nikasitapoa ruhusa. Ruth akikuomba ruhusa kama kuna activity yote church unampea ruhusa. Sahi ukisijasema umekuwa mkubwa lakini lazima uombe ruhusa. Yes. Mwenye nilikuwa anaongoza naitwa Kadot. Na nimeokoka. Na nampenda Mungu sana. Na nasikia nimefurahia sana. By the way, I have never led a service. This is my first day and I feel vizuri. Thank you so much kwa kunipea opportunity ya kulead pia church. Thank you so much. May the Lord bless you. Okay, before niite pasi atuombe. Kuna song, I love listening Kikuyu song. Kuna song nachindanga ikiring kwa mind yangu na sijuangi. Mama John atanisaidia juu najua anaipenda wakiwa na Mama Julie. Inasema kuna chorus na sijui kama ni chorus ama ni kifungo inasemanga na kumawadehera dhire mutharafa-inĩ Karivari ndagĩire na hinya mweru itangionire kuma ndũ-inĩ rana kuongĩgĩthera na ngĩgĩa na rimũ ingĩ kete gĩkeno gĩakwa I love that song. Nikiimba na feeling vizuri. I mean inani blessing, yes. So dad, karibu tuombe kimalizanga service. Bwana asifiwe. Simuka chini kidogo. Itawaita wote.